kama unaamka unashindwa. Fanya kama unaamka unashindwa. Kitu gani kimekukuta? Mr. Kyondo, he came to the office this morning and he was asking for help. Habari za ofisini madam. Salama sana. Karibu. Nashukuru. Kwa majina mimi naitwa Mr. Gudo Kyondo, ni mfanya biashara maarufu na tajika sana katika mtaa huu. Leo nimekuja ofisini mwako kuomba msaada wako. Kusaidiaje? Asante madam. Nina mtoto nyumbani ambaye ametimiza masomo yake shule ya msingi, anatarajia kujiunga na shule ya upili kidato cha kwanza. Ila nimepata upungufu wa karo. Nimekuja hapa ofisini kuomba msaada kama naweza pata basari ili nipate kuongezea pesa zingine nimsukume aende kidato cha kwanza kama watoto wengine. Hivi huyu mtoto hana wazazi? Mtoto hana wazazi. Yaani story iko hivi, nimempata mtoto akiwa mchanga. Hajui, yani mchanga sana. Ila nakaa naye kama mimi baba yake. Ila ni mtoto yatima, hana mama hana baba. Mr. Goody, umeniambia wewe ni mwanabiashara maarufu sana. Yamaanisha kwamba wewe uko na uwezo wa kusaidia huyu mtoto. Hapa kwa hiyo ofisi tunasaidia watoto ambao ni mayatima. Kwa hivyo Mr. Goody, sioni kama unaweza saidika hapa. Madam, sio kama unielewa. Umesema hii ofisi inakusaidia watoto yatima. Na mimi nimekueleza hivi, huyo mtoto sio mtoto wangu. Mimi ni babake mlezi. Baba mzazi hana, mama mzazi hana. Unanielewa? Lakini uko na uwezo wa kumsaidia mtoto. Mimi nina uwezo wa kusaidia watoto wangu. Na hii ofisi imetengwa hapa kwa ajili ya kusaidia watoto yatima. Huyo mtoto ni mtoto wa yatima. Pesa serikali imetengwa za kusaidia watoto yatima. Ushuru unalipa kama mfanyabiashara. Ninakosa gani nikijia hela ya watoto yatima nimsaidie yule mtoto? Si wangu. Pesa nazo tafuta ni za watoto wangu. Mimi sitafuti pesa za kuwalea watoto yatima. Mimi si serikali. Unanielewa? Naona hatuelewani. Ondoka. Wewe ndio unielewe. Madam, hana uwezo wa kunifukuza katika ofisi ya serikali. Unanielewa? Mimi ni mwananchi nalipa ushuru. Nimejia hapa haki yangu. Ninasema ondoka kwa ofisi yangu. Sasa madam nisikie. Na unisikilize vizuri. Hauko hapa kutupa maelekezo, uko hapa kwa kutusaidia sisi. Na wewe umeletwa hapa na serikali ili usaidie watoto yatima. Na nimekuja hapa na mtoto yatima, hutaki kunipa msaada. Sawa, kana hizo pesa nafikiri ni zako. Umeondoka, lakini nikitaka hizo pesa nitazipata. Utajua hata mimi ni mwananchi. So, yeye ametuma watu kunifamia. Babe.
Asante sana. Mimi naitwa Meka. Nimetoka katika mtaa wa 3. Ujio wangu hapa niko na tatizo, na ni tatizo likubwa sana. Hapo jana nilipofika nyumbani nilikuta mke wangu yuko katika mazingira ambayo ni ya kutatanisha sana. Mwili wake kote mzima alikuwa na majeraha. Kumuuliza kilichomkuta, akaniambia amefahamiwa na jamaa kwa jina la Mr. Good. Mr. Good? Naam, unamjua? Hebu endelea. Mke wangu anafanya kazi katika ofisi ya kuwasaidia watoto ambao ni mayatima. Huyu Mr. Hood akawa ametembea kwa hiyo ofisi sio kwa kuomba pesa, ila kwa kumlazimisha ambatie hizo fedha. Maanake alikuwa anasema ana mtoto wa ndugu yake ambaye angependa achukue hizo fedha akazitumia kwa kumlipia karo ya shule. Katika kauli ya mke wangu, alimnyima hizo pesa. Jambo ambalo linipatia hasira ambayo siwezi kumudu. Bwana afisa, mke wangu baada ya kumaliza kunielezea hilo tukio, alikata roho. Ndio maana nifuata utaratibu wa sheria, nisije nikachukua maamuzi ambayo si ya busara, sababu nina hasira. Kwanza niseme pole sana kwa kilichotokea kwa mke wako. Ila kulingana na maelezo yako, Mr. Good, hata sisi kama vyombo vya usalama tuko na habari zake na faili yake iko hapa, tunamtafuta. Ila usitie shaka, tutalishughulikia hilo na haki utaipata ya mkeo. Ombi langu afisa, habari hii nimekufikishia. Cha kunisikitia sana na kukosesha amani ni kujua kwamba yule aliyemuua mke wangu yuaishi. Na kumbe habari hizo mnazo za huyo jamaa ambaye anaitwa Mr. Good. Tafadhali tena narudia pale na msi afisa, nifuatilie hilo. Hakikisheni kwamba haki imetendeka. Tafadhali bila mwingine. Nikuhakikishie tena ndugu yangu, haki ya mkeo utaipata. Hata asubuhi tumekuwa na kikao na tumepuni kitengo maalum kitakachoshughulikia kumtafuta Mr. Good, na haki ya mkeo itapatikana. Ila nitakuachia namba yangu. Chochote utakachosikia ama habari yoyote utakayopata kuhusu Mr. Good, wasiliana nasi masaa 24 na tutalishughulikia. Ila nakuomba usichukue sheria mikononi mwako. Mimi nimekusikia, nimekuelewa afisa. Mimi ni nyumbani. Nitalisubiria hilo litendeke. Asante. Nashukuru. Karibu sana. Namba ya simu pia. Asante sana. Karibu sana.
Babe, Yes, darling. remember what I promised you to take you out? Yes, I remember, sweetheart. Because you promised to take me to Valence Hotel Yeah. and swimming. And I Yeah. love that so much. You know what? Oh, yes. It is tomorrow. The day is tomorrow. Wow, I can't believe it because I know I love swimming and with you on my side. So? Sweetheart, I love that. Come here. I love it. Pole, tena basi tena. No. Mr. Mega, ni nini hiki unachokifanya? This is against the law. Kumbuka huko katika harakati za kutafuta haki ya mkeo. Mbona ufanye upuzi kama huu? Utafungwa ndugu yangu. Na nilikuhakikishia kwamba utapata haki ya mkeo. Niko hapa kwa ajili yako. Afande, mimi nimeona nijiue tu, mimi nikufe tu, nitoke kwa hii dunia mimi. Hapana. Hii ni kinyume na sheria. Mke wangu ndiye alikuwa furaha ya maisha yangu. Moyo wangu ulikuwa na furaha, sasa hivi hauna furaha. Ameondoka, aje mimi nijue tu nijimalize. Na hilo tulikuhakikishia ya kwamba tutalishughulikia. Na nimekuambia ya kwamba niko hapa kwa ajili yako. Bwana Mega, najua unapitia wakati mgumu, lakini hii siyo solution. Nadhani hutarudia kitendo kama hiki tena. Sheria hiko itachukua mkondo wake. Sawa Bwana Mega? Sawa.
Amefanya nini? Hizo ni za Baraka amefanya nini? Jamani. Yes, Mama Baraka, unanisikia vizuri? Mtoto ni naye. Sasa iko hivi, niletee title deed, uchukue mtoto wako. Sawa. Habari yako? Salama sana. Umepotea ya masiku? Nzuri sana. Baraka yukoje? Baraka, Kuna nini? nina shida. Shida gani? Kuhusu mtoto wangu Baraka. Baraka mfanyaje? Ametekwa. Na nani we? Juzi kuna mtu alikuja akajitambulisha kwamba anajiita Mr. Okiondo. Aha. Akasema eti nimuuzie shamba. Shamba? Ndiyo. Sasa imefikia hatua ya kumteka mtoto wangu nyara, eti anataka hati miliki. Sitie shaka mama. Naelewa unayopitia. Lakini Sijaelewa. hizi masiku siku hizi tuko na sheria. Ndiyo, lakini amedai nikiwashirikisha wanapolisi nitamkosa mwanangu. Usiogope, usiogope dadangu. Jamani, dadangu fanya hivi. Mimi nitakachokushauri, nenda kwa mzee wa mtaa. Mueleza hayo yote ulionieleza mimi. Wajua mimi sina uwezo wowote wa kusaidia jirani yangu. Lakini mzee wa mtaa ana uwezo. Sasa wewe nenda mpaka kwake. Mueleze hivyo ulivyonieleza mimi. Sheria itaichukulia mikononi mwake na mtoto wako utampata, pia shamba utaipata. Usiogope dadangu. Sasa kumpoteza mwanangu. Usijali, usijali. Naelewa uchungu unaopitia. Naelewa uchungu unaopitia dadangu. Nielewa. Nakuelewa, pia mimi ni mzazi. Pia mimi mzazi. Uchungu wa mwana ujue mzazi. Asante sana. Sawa, nenda sasa hivi. Usipitie popote mpaka kwa mzee wa mtaa. Sawa. Acha niende. Ni sawa, fika utanielezea utakavyopata. Sawa, bye. Jamani, teka nyara mtoto kisa na maana shamba tu. Naitwa Mama Baraka. Nilikuwa nakutafuta sana. Ya Mama Baraka, habari ya leo? Nasikia umenitafuta sana kuanzia siku 3 iliyopita. Nini shida? Niko na shamba langu ambalo nalitegemea mimi na mtoto wangu Baraka, ambaye tuliachiwa na marehemu mume wangu, ambalo nalitegemea kumlea mtoto wangu. Hivi karibuni kumetokea mwanaume ambaye anataka kuninyang'anya shamba hilo. Tunavyozungumza hivi, ameniteka mtoto wangu, siko na yeye tena. Sasa anataka nini? Anachukua mtoto, anateka nyara kwa nini? Unataka atimiliki ya hiyo shamba. Pole sana, kitu ya kwanza. Na ya pili, ile kitu nakumwambia, kama malalamisho shafika kwa mzee, pole sana kwanza. Nilikuwa nafanya na kesi nyingine ndo zijapatikana hizi siku 2-3 walikuwa natafuta. Hakuna shida. Kama ashafika kwa mzee kijiji, hiyo mkora mimi mwenyewe nitadili nayo. Lakini kwa kitu moja tu. Si amekumwambia anataka nini? Ndio. Anataka nini? Hatimiliki. Bas, patia. Yote mbili mimi nitaleta. Ile unachua kwanza, ukitaka kushika mtu unambatia ile kitu yenye yeye anataka. Alafu unamshika hivi, unamunyonga, unamuua mara moja. Batia yeye title Barcelona anasema. Alafu kazi yote niwachie. Ukishabatia title, mimi mwenyewe nitenda moja kwa moja baka yeye. Si title amepata, nipe mtoto yangu naleta. Asante sana. Alafu pole tunatumia polisi kukamata yosi. So umesikia mkono ya serikali ni refu? Ndio. Tunakamatanga wakora kama hiyo sasa. Asante sana. Asante. Sasa wewe saa hizi enda nyumbani.
usikuwe na shida hata kidogo. Kunywa maji, lala, akikumwambia peleke ile title, alafu kesi yote niwachie. Asante. Mpelekee tu kitu anataka, sawa? Ala, kijana yake anapotea. Kijana yake anapotea. Wewe mkora, wacha nikumwambie. Amekuja na amesema vile wewe umenimwambia. Wewe anasikia mpaka nimesikia huruma kwa roho yangu. Roho yangu, pole wa mama yangu, we chaguo langu. Unasikia? Bwana ile mama kucha. Msanii. Sasa nisikilize, iko hivi. Ndio mkuu. Huyo maskini sitaki kumsikia. Sitaki kumsikia. Nenda, hata kama ni pesa kiasi gani zinahitajika, tutamlipia mpaka za kumchimbia kaburi. Ila sitaki kuhangaishwa. Sitaki kumsikia. Ndio mkuu. Unaelewana? Ndio mkuu. Unaelewana? Ndio mkuu. Nimemaliza. Mtanipa taarifa. Sawa. Pokea. Vijana wangu, mimi nadhani nina vijana mashuhuri sana, na kazi niliyowatuma kufanya ninaamini imefanyika kwa ufasaha sana na mafanikio mazuri yapo, au sio? Ndio boss. Kila kitu kiko shwari, mumemaliza kila kitu.
Kila mara usikie. Jamaa kunifuata. Pigana lako kunifuata. Shauri yako. Mimi nimeenda nyumbani. Endelea kunifuata. Furaha nikujua na marafiki. Sisi ni walevi. Jana usiku ukielekea saa 1 jioni nimekukuta sehemu ambayo sio sehemu nzuri
yale mazingira, yani ilikuwa kichakani. Ulikuwa unafanya nini kule kichakani ukiwa peke yako? Sikuwa peke yangu, nilikuwa na jirani ambaye baada ya kunificha akauawa. Kauawa? Ilitokea sababu gani ndio jirani akauawa? Na huyu ambaye alimuua alikuwa ni nani? Na kwa sababu gani afanye kitendo kama hicho? Watu ambao walikuja nyumbani wakamuua mama. Bahati nzuri jirani alimchukua na kunitorokesha. Baada ya kunificha akauawa. Maskini. Watu huruma hawana jamani. Nyumbani ni wapi? Mtaa wa pili. Na baba yako yupo? Baba aliaga kitambo. Kwa hivyo wewe ni kipofu na tena pia wewe ni yatima. Usijali Baraka. Sawa? Nataka ujue nitakusaidia. Sawa Baraka? Asante. Na pengine unamjua shangazi, mjomba au yeyote kwa wenu ambaye unamjua? Sikumjua yeyote isipokuwa jirani. Haina shida. Kama ambavyo nimekuambia utakaa na mimi kwa saa hii. Nikijaribu kuangalia kama naweza mpata mtu yeyote. Pengine anaweza kuwa shangazi yako, mjomba ama yeyote ambaye anayekujua. Sawa Baraka? Asante. Usijali. Na unaitwa nani? Mimi naitwa Meka. Wewe ni mtu mzuri. Asante. Na nataka ujihisi huko nyumbani. Kila kitu usijali. Kitaka chochote niambie mimi nitakupatia. Sawa Baraka? Usiwe na uoga wowote. Sawa. Na Mungu akubariki. Sasa Afande. Hello Mr. Meka. Sasa kuna kijana nimemkuta hapo jana jioni na yuko nyumbani kwangu sasa hivi. Na katika maelezo yake ni kama hana wazazi. Mwanzo mama yake ndiye amekufa hapo jana. Sasa mimi kupigia kwangu wewe simu ni wewe unipatie ushauri sababu nakaa na kijana ambaye ndio tumepatana. Sasa sijui nifanyaje. Nasema mtoto mdogo? Umepika ripoti kwa mzee wa kijiji? Bado mzee wa mtaa sijamjulisha. Wewe ndio tu wa kwanza kumpigia simu. Sawa. Kamuelezee mzee wa kijiji na kukae na huyo mtoto. Utaona cha kufanya. Sawa sawa. Asante, nashukuru.
Hivi Baraka, ungependa kuwa nani katika haya maisha ukiwa mkubwa? Daktari, Mbona daktari? ili niweze kusaidia wenye shida Shida kama gani? kama hii yangu ya kukosa kuona. Kwani una ufahamu wowote kuhusiana na hali yako ya kutotazama? Ndio. Hebu nielezee. Kitambo mama aliniambia kuwa nilizaliwa nikiona, lakini baadaye nilipoteza nguvu za kuona. Kwa njia gani? Hapa si sawa. Sijali. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Haya, changanyika. Sawa Baraka. Mbona sisikia sauti yako? Sawa Baraka. Simama basi. Tako nifanyie kitu moja. Sawa Baraka. Sio sauti. Nataka ni basi sawa. Ndio hiyo. Haya. Nika tena. Hapa. Second side sawa. Sikiliza. Na sauti inatoka. Ifuatie sawa. Jo. Kijana mzuri. Baraka. Baraka. Vipi? Kuna tatizo? Kama kuna tatizo, naomba nielezee. Mimi huwezi nisaidia. Nimefanya kila kitu ndiposa nikusaidie. Furaha yako iweze kurudi. Mtu mbaya? Wewe ni mtu mzuri, lakini namkumbuka mama yangu sana. Najua umeumia sana. Najua una maumivu ndani ya moyo wako. Ila jitahidi kusahau Baraka. Sawa Baraka? Mama alikufa siku mbaya. Unamaanisha nini? Kabla mama hajakufa aliniambia tumpeleka shule, lakini kwa bahati mbaya akakufa. Pole sana Baraka. Pole kwa hilo. Lakini kama ni swala la shule, nataka ujue mimi nitapambana mimi mwenyewe. Nihakikishe kwamba umeenda shule. Kama wale watoto wengine ambao wako shule, pia wewe utakuwa mmoja wao na utaanza kusoma. Sawa Baraka? Asante. Usijali. Usijali.
Boss, nimeona yule mtoto. Sitaki kusikia masuala ya kumwona mtoto. Nachotaka ni mtoto. Boss, alikuwa na jamaa mwingine hivi, kizuizi sana. Na maana siku hizi unafeli kazi? Hapana boss, nipe nafasi moja tu. Nataka mtoto. Sawa boss. Sasa mwalimu, kama tulivyoongea jana hapo simu. Yes. Huyu ndio mwanafunzi. Anaitwa Baraka. Kama unavyomuona, ana nguvu za macho. Yes. Ila ni mtoto ambaye ametamani sana elimu. Shida ni kwamba mzazi wake ambaye ni marehemu sasa hakuwa na ule uwezo wa kumpeleka shule. Kwa sasa mimi naishi na yeye. Ndio niko na hii fursa ya kumshughulikia. Kufika sasa mahali tulipo, mimi nasema ni Mungu. Tena namshukuru Mungu. Pili nikushukuru wewe umetupatia nafasi. Tumekuja kwa ofisi yako tuongee na wewe. Na hakika naamini kwamba hapa tulipo kwa ofisi yako Baraka nafasi ameipata. Asante sana, karibu sana. Na uliponipigia simu jana na ukanieleza kuhusu maisha ya huyu mtoto na kwamba angependa kusoma, hilo jambo lilinifurahisha sana kwa sababu tuko na nafasi za watoto kama hawa. Baraka, habari? Nzuri sana, karibu sana. Nzuri ya? Aha, karibu sana. Nikasema kwamba ni vizuri kwamba ulichukua ile jukumu la kumleta huyu mwanafunzi shuleni. Na habari njema ni kwamba amepata nafasi. Asante sana. Asante nafasi. Na tutamsaidia kadri ya uwezo wetu kwa sababu jambo moja ambalo tunaamini kama walimu na washikadau katika elimu ni kwamba kila mtoto katika dunia, sio Kenya pekee yake, Afrika nzima na dunia, ana haki ya kusoma. Na anatakiwa wale watu wenye utu, wema na kadhalika waweze kuwaleta vioni vya masomo, wasome. Nasi kama walimu tutawasaidia kadri ya uwezo wetu na wataweza kupata elimu. Kulingana na katiba vile vile we talk about education for all. Every child should be in school. Every child needs to get life skills. Kupata yale maarifa ambayo yatawezesha kuishi vizuri. Kwake mwenyewe awe ni mtu ambaye anajisaidia, asaidia jamii na nchi kwa jumla. Kwa hivyo amepata nafasi katika shule yetu na ningependa kukutuma unapokwenda kule mitaani kupeana hizi flyers zetu ama karatasi ambazo zinaonyesha kuhusu shule yetu ambayo tunashughulikia watoto kama hawa. Wajue kwamba tuna kituo kama hiki. Walete wale watoto. Tutakuwa hivi karibuni tukija kule mitaani kuzungumzia haya kwa kualika wote. Kwa hivyo wamepata nafasi ile labda nitafuatia sasa. Kuna hii stakabadhi ambazo tutazijaza hapa. Naam. Alafu baadaye wiki ijayo Jumatatu ama Jumanne asubuhi unaweza kuja
Yaani siku yoyote Jumatatu ama Jumatatu Jumanne. ama Jumanne asubuhi alafu tuanze. Okay. Vile ambavyo viko pale utakulimia. Okay. Na usaidizi ule mwingine wote utapata kwa shule. Okay. Sawa sawa. Na kuhakikisha kwamba ukirudi huyu mtoto atapata elimu bora. Sio bora elimu, bali ni elimu bora. Baraka, furahia sana kwamba umepata shule sawa. Kwa hivyo muwe na siku njema, mkienda kwenda salama. Tukutane wiki ijayo. Hata onyesha furaha Baraka. Ama ama una furaha, hujafurahia? Mwambie unatabasamu ndani ndani. Iko hapa ndani ya moyo. Umepata nafasi ya kusoma hii. Kumbe niambia eti nikupeleke shule. Tuko hapa ndani ya shule sasa, nafasi imeshaipata. Pia mwambie asante. Karibu sana. Hapo naongea na Mr. Guda Kiondo. Mr. Kiondo? Naishi mtaa wa pili. Wapi? Nyumba namba 222. Title ni naye, mtoto ni naye. Kama una haja naye mjie.
Hata mnaye mkononi, mtoto ninaye mkononi, hauogopi na chochote hapa. Wewe ni binadamu aina gani? Hauna utu, unamteka mpaka mtoto. Mimi ndio Mr. Ukonda mwenyewe, Mr. Budi. Siamini ulivyofika kwenye nyumba yangu. Binadamu kama wewe hamstahili kuishi katika haya maisha. Wewe mbele ya kufuka hapa. Shika title yako. Hapa mtu hapa. Uwatemanda magato. Uwatemanda magato baka. Wakatemanda magato mwisho. Acha Mungu. Bana kwenye maya yangu. Unanijua kweli? Hapa toki mtu. Hapa toki